wanafunzi mnaosoma na kufanya sanaa. Mheshimiwa DC, hii inaendelezwa kuchachuliwa na azma ya serikali ya awamu ya 6 Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kwa namna ambavyo amewekeza katika sanaa, namna ambavyo amewashika mkono wasanii, na ndugu yangu Rami Gales anafahamu na ni mashahidi mikopo ya wasanii ambavyo mulichangamkia na ambavyo imekuwa faida kwenu. Lakini tumeona namna ambavyo Mheshimiwa Rais katika safari yake aliyokwenda nje amekwenda na wasanii, lakini pia baada ya kurudi na wasanii wamekwenda, namna ambavyo ameongeza exposure kwenye sanaa. Tulikuwa tunazungumza na ndugu yangu Mpogoro, sasa sanaa ni ajira iliyokamilika. Matajiri wengi ni wasanii na wanamichezo. Sasa ni wajibu wenu wasanii mlioko hapa, lakini na wadogo zetu walioandaa awards hizi kuonyesha kwamba sanaa inaweza kuzalisha matajiri na sio wasanii na sio masikini wenye majina makubwa. Unajua kuna masikini wenye majina makubwa, jina kubwa lakini mchana hajakula. Na sasa nadhani sanaa hii watu wa University Awards pamoja na wasomi mtakuwa mnakwenda kuonyesha kwamba hili sasa mnaenda kuliondoa. Lakini zamani ilikuwa inatumika neno msanii ni mtu mjanja cha usanii bana. Nadhani sasa watu wataanza kuwa na adabu kulitaja neno msanii. Unamtaja msanii mtu mwenye heshima, unamtaja msanii kiongozi, unamtaja msanii mtu ambaye ni kioo cha kweli cha jamii. Lakini la mwisho, mmeandika, mmesema hakuna kusabu. Soma lakini onyesha kipaji chako. Niwahakikishieni, unaweza kuwa msanii, unaweza kuwa kiongozi, unaweza kuwa vyovyote uwavyo. Wasanii wengi leo ni viongozi wanaomsaidia Mheshimiwa Rais, na wote mnafahamu. Naibu Waziri wa Sanaa ni msanii, mkuu wa wilaya ya Rorya ni msanii, mkuu wa wilaya alikuwa Songwe, sijui yuko wapi sasa, ni msanii, na wengi wamekuwa na exposure kubwa kwa sababu ya sanaa. Tuichukulie sanaa, lakini na huu ni wito kwa wazazi kule kote wanaposikiliza na wanapotizama, kwamba wawaache watoto waonyeshe vipaji vyao. Sanaa sio uhuni, sanaa ni ajira, ni sanaa, ni fani ambayo inaweza kufanya watu kuwa mkubwa kwa kadiri ambavyo anaweza kuwa. Nichukue nafasi hii sasa kukualika ndugu yangu Edward Mpogoro, mkuu wa wilaya Ilala, kuzungumza na hadhara hii.